we can read together. The Bible says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son." You see, the first statement, statement ya kwanza, John start by speaking about God. Yohana anaanza kwa kunena kuhusu Mungu. And he say, "For God so loved the world." Akasema na Mungu akaupenda ulimwengu. So God loved the world. Mungu akaupenda ulimwengu. The world is not trees. Ulimwengu sio miti. The world is not fish in the sea. Na hata ulimwengu sio samaki katika maji. The world is not animals in the field. Na ulimwengu sio wanyama walio mwituni. The world is not gold, silver, bronze, zinc and all this. Na hata ulimwengu sio dhahabu na fedha na vitu vinginevyo vyote. The world is God's people whom he created in his own image. Ulimwengu ni watu wake ambao aliwaumba kwa sura na mfano wake. That's why John writes and says, "For God so loved the world." Na ndiposa Yohana anaandika akasema na Mungu akaupenda ulimwengu. That he had to do something. Ni lazima angepoteza kitu. Because our first Adam, kwa sababu Adamu wa kwanza, he disobeyed God. Alikosa kumtii Mungu. He didn't follow instructions. Hakufuata maagizo. And God has called us to follow his order, to follow his instruction and to obey him in all things. Na Mungu ametuita tufuate maagizo na tupate kumtii katika mambo yote. Because he was already forewarned many years before he got married to his wife. Na tayari alikuwa ameondoka kitambo kabla aolewe na mke wake. The Bible does not tell us how long Adam had lived without a wife. Biblia haijatuambia Adamu alikaa miaka ngapi bila mke. But the wife was inside him. Lakini mke wake alikuwa ndani yake. Until God said, "It is not good that a man should be alone." Na hadi Mungu akasema si vema mwanadamu akae akiwa peke yake. And the Bible does not say that a man should be lonely. Na Biblia haijasema mtu anafaa awe peke yake. Adam was not lonely. Adamu hakuwa upweke. He was contented by then the way he was. Alikuwa ametosheleka jinsi alivyokuwa. But God saw it fit. Lakini Mungu akaona inampasa That this man should not continue to be alone. ya kwamba huyu mwanadamu asiishi peke yake. And he created him a helpmate. Na akamuumbia msaidizi. In his own likeness. Katika sura yake. So God loved the world. Kwa hivyo Mungu akaupenda ulimwengu. The instruction that he had given to Adam, na maagizo ambayo alikuwa amempatia Adamu, and he had given him power and dominion, na alikuwa amempatia nguvu na utawala, but Adam missed it. lakini Adamu akaupoteza. He missed a mark. Ya kula matunda ya kila mti. Any other tree. Mti mwingine wowote. Apart from the tree that is the middle of the garden. Lakini sio mti ulio katikati ya shamba. And I think and I believe that he was shown that particular tree. Na ninaamini ya kwamba alionyeshwa huo. Na akamkosa Mungu. And he had been told by God. Na alikuwa ameambiwa na Mungu. Please don't eat that kind of a tree. Tafadhali usile matunda ya huo mti. Don't pick a fruit from that tree. Usile matunda ya huo mti. Because the day you shall eat, kwa sababu siku utakapokula, then you will die. Utakufa. And Adam ate. Adamu akala. And they died. Na wakakufa. The authority was taken out of them. Wakanyang'anywa mamlaka. The earth started producing thorns and thistles. Na ulimwengu kaanza kuzaa miba. Our mother could not bear a child without pain. Wanawake wakaanza kuzaa watoto kwa uchungu. Because they disobeyed the voice of God. Kwa sababu walikosa kutii sauti ya Mungu. But God, because he is a father, lakini Mungu kwa sababu ni baba, he was concerned. He was concerned. Akahuzunika. He was concerned. Akashawishika. He thought about them. Akawawazia tena. And he had to look for a way. Na alikuwa ametafuta njia. Because the devil had come. Kwa sababu shetani alikuwa amekuja. And misled them.
na alikuwa amewapotosha. And that's why he said, Na ndio sababu anasema when it comes to the serpent, wakati nakuja kwa shetani, that old serpent, huyo shetani mzee, this is what God said, hivi ndivyo Mungu alisema, because of what you have done, kwa sababu ya kile umekifanya, I'm going to put enmity between you and the woman, nitaweka uadui kati yako na mwanamke, between your seed and the seed of a woman. kati ya mbegu yako na mbegu ya mwanamke. And he said, the seed of a woman shall crush your head, Akasema mbegu ya mwanamke itakanyaga kichwa chako, and your seed na mbegu yako will strike itauma the heels of the woman. kisigino cha mwanamke. And that was it. Na ikawa hivyo, And there was darkness, na kukawa na giza, and death came to be. na kifo kikaja. And Adam, when he died, Na Adamu alipokufa he was not to resurrect again, hakufufuka tena, because he disobeyed God. kwa sababu alikosa kumtii Mungu. But God, when he looked at it, Lakini Mungu alipoitazama and the love that he has for the mankind, na upendo aliokuwa nao kwa sababu ya mwanadamu, when he looked at Adam, alipomtazama Adamu he saw himself. akajiona mwenyewe, Because the Bible says we are created in his image kwa sababu Biblia inasema tumeumbwa kwa sura yake and in his likeness. na kwa mfano wake. So we are small gods on the face of the earth. Kwa hivyo sisi ni Mungu wadogo hapa duniani. You you are like your father, Wewe unafanana na baba yako, God who created you. Mungu ambaye alikuumba. Nasikia hiyo venye nasema. That's why Preparation said in the book of Psalms, he says, who is like man? Who is man? Na ndio sababu katika Biblia kitabu cha Zaburi inasema mwanadamu ni nani? It should be Psalms chapter 8, if I'm not wrong. Give us Zaburi Psalms 8. chapter 8. Let's see what it says. You're not there? Give us verse 2. What does it say? Just 1 minute. Let me see. Okay, verse 4. Now, give us from verse 1 now. No, 8. Is it 8? 8, 4. Give us, okay. To the chief musician, on the instrument of God, a psalm of David. O Lord, how excellent is your name in all the earth. Who has set your glory above the heavens? O Lord, our Lord, how excellent is your name in all the earth. The other verse. Nani yuko hapo? Out of the mouth of babies and nursing infants, you have ordained strength because of your enemies, that you may silence the enemy and the avenger. Verse number 3, what does it say? When I consider your heaven, now David begins to talk to the Father. Daudi anaanza kunena na Baba. And he says, when I consider your heavens, Ninapotazama bingu the work of your na fingers, kazi ya mikono yako, the moon and the stars, mwezi na nyota which you have ordained, ambazo umeziweka. what is man that Mwanadamu you are ni nani? mindful of him, and the son of man that you visit him. Now, this is David. Huyu ni Daudi, And this is what he says in verse number 4. na hivi ndivyo anasema katika mstari wa 4. He is asking himself, Anajiuliza yeye and he mwenyewe is talking to the Father. na ananena na Baba. And he is telling the Father, what is a man that you are mindful of him? Who am I that you are so much mindful of me? Anamuuliza mwanadamu ni nani, hata nami ni nani, ya kwamba unaniwazia kwa jinsi hii. And the son of
man that you visit him. na mwana wa Adamu ya kwamba unamtembelea. Verse number 5, what does it say? For you have made him a little lower than angels, and you have crowned him with glory and honor. So this is what God had done. Hivi ndivyo Mungu alikuwa amefanya. And David recalls in the creation Na Daudi anakumbuka katika uumbaji the way God had created Adam vile ambavyo Mungu alimuumba Adamu together with the wife Eve. pamoja na mke wake Eve. And he says, who is man that you are mindful of him? Na anamuuliza mwanadamu ni nani ya kwamba unamuwazia jinsi hii. And then he talks to the father. He tells him, I know for this reason you have made him a little lower than the angels. Na anaongea na baba, anamwambia ninajua kwa sababu hii umemweka chini kidogo ya malaika. And you have crowned him with glory and honor. Na umemvika na utukufu na heshima. When God remembered that, Wakati Mungu alikumbuka hivyo, he thought again. akafikiria tena And he decided, na akaamua, I have to bring man back to his glory. lazima nimrejeshe mwanadamu kwa utukufu wake. Yes, he was cheated by the devil. Ni kweli alidanganywa na shetani, He was misled by the serpent. akapotoshwa na adui, But I need now to help him. lakini sasa nahitaji kumsaidia. Because I'm the one who created him. Kwa sababu ni mimi nilimuumba. And I created him in my image Na and in my likeness. nilimuumba kwa sura na mfano wangu. So when I look at a man, I see myself. Kwa hivyo wakati natazama mwanadamu najiona And that's mwenyewe. why the Bible says, for God so loved the world. Na ndiposa Biblia inasema jinsi hii Mungu akaupenda God ulimwengu. loved so much that man that he created. Akampenda sana huyo mwanadamu aliyemuumba. And he thought, I must do something. Na akafikiria lazima nifanye jambo. The Bible says he gave his only begotten son. Take Biblia us back inasema there. akamtoa mwana wake wa pekee. Take us back to John 3:16. So he had to give Lazima angetoa in order for man to be brought back to the order that God had ordained. lazima angetoa ili mwanadamu arejeshwe tena katika mpangilio ambao Mungu alikuwa ameukusudia. So he says that he gave his only begotten son. He had to do something to give a sacrifice of his only begotten son. Lazima angetoa dhabihu ya mwana wake wa pekee. That whoever believes in him should not perish but have everlasting life. Ili yeyote atakayemwamini asiangamie bali apate uzima wa milele. God gave the best he could. Mungu alitoa kilichokuwa bora. As a father, he gave the best he could. Kama baba alitoa kilicho bora He ambacho had to aliweza. defend the family that he had created. Lazima angepigania jamii ambayo aliiumba. Because he wanted to see continuity of himself in the world. Kwa sababu alitaka kuona kuendeleza kwa kile ambacho alikiweka ulimwenguni. And God had to do something. Lazima Mungu angefanya jambo. That's why the Bible says, Ndio sababu Biblia inasema he told his wife Eve, akamwambia mke wake Eve, because you have done this, kwa sababu umefanya haya, from today, kuanzia leo you sire your children through pain. utawazaa watoto wako kwa uchungu. And then he looked at Abraham and told him, Akaangalia Ibrahimu akamwambia, from today, kuanzia leo whatever you eat, chochote utakachokila you get it through your sweat. utakipata kwa jasho, Because you have done this. kwa sababu umefanya haya. There is nothing as bad as disobedience. Hakuna kitu kilicho kibaya kama kutotii. Because when we disobey God, Kwa sababu tunapokosa kumtii Mungu, then we go astray. sisi tunapotoka. So he loved this man Akapenda huyu mtu and he looked at us na akatutazama in his mercy. kwa huruma zake. He had to bring something to an end. Lazima angefikisha jambo He mwisho. had to kill what was killing us. Lazima angeua kile ambacho kilikuwa And it kinatumaliza. could not be done without a sacrifice. Hakingewezekana pasipo dhabihu. So he took his only begotten son Kwa hivyo akamchukua mwana wake wa pekee and he brought him down na akamleta chini to the earth hapa to ulimwenguni come and die for us. ili aje afe kwa ajili yetu. Give us number 16, 17. What does it say? For God did not send his son into the world to condemn the world, but the world through him might be saved.
Now, when Jesus came, Wakati Yesu alikuja, he was not sent to condemn the world, hakuja kuhukumu ulimwengu, but that the world through him might be saved. lakini ulimwengu kumpitia upate kuokolewa. Glorious family, Jamii ya Glorious, we have a mission. sisi tuna mission. When we look at our ministry, Tunapoangalia huduma yetu, there is the vision. kuna maono, And the visions na maono is to touch the nations with God's love. ni kuuguza ulimwengu kupitia upendo wa Mungu. That is the love of God. Huo ndio upendo wa Mungu. When you reach out Wakati wewe unatoka kule nje, to those who are not born again, kwa wale ambao hawajaokoka, you are touching wewe unaguza their lives. maisha yao, Because we need to touch them with God's love. kwa sababu inatupasa tuwaguze na upendo And wa because Mungu. God did not condemn, Na kwa sababu Mungu hakuhukumu, also we should not condemn. hata nasi tusihukumu. As we go outside there, Tunapotoka kule nje, because this church, we are so many in this church, kwa sababu sisi ni wengi katika kanisa hili, and we are supposed to go out there na tunapaswa kutoka kule nje and touch other people with God's life. na kuwaguza watu wengine kwa upendo wa Mungu. How do you touch them with God's love? Utawaguza kwa njia gani kwa Is upendo wa when you Mungu? tell them about the love of the Father. Ni wakati unawaambia kuhusu upendo wa Baba. When you see somebody, Wakati unamuona mtu, when we meet with people, wakati unakutana na wherever watu, God gives you an opportunity, wakati wote Mungu anakupatia we are fursa, supposed to touch them with God's love. tunapaswa kuwaguza kwa The upendo wa love from Mungu. the heart of the Father. Upendo wa moyo wa Baba. And when we go to them, Na tunapoenda kwao, we speak nicely. tunene We vizuri. talk full of love. Tunene tukiwa tumejawa na We bring upendo. them closer to God. Tuwalete karibu na Mungu. Maybe they are not born again. Pengine hawajaokoka. Maybe they are in Catholic. Pengine wako kwenye Catholic. Others are in Buddha. Wengine wako kwa Buddha. Others are earthly. They believe in the earth. Wengine wanaamini mambo ya ulimwengu. There are those who believe in other gods. Kuna wengine wanaabudu miungu mingine. But let me give you the good news. Lakini wacha nikupe habari The good njema. news is they were all created by God. Na habari njema ni ya kwamba wote waliumbwa na Mungu. And because it is Father's Day, Na kwa sababu ni siku ya kina baba, we the fathers and the mothers in this church and our young people, we should start to touch other people with that love. sisi wote akina baba, akina mama na vijana tunapaswa kuanza kuwaguza watu kule nje kupitia upendo wa Mungu. Let us talk good of our God. Wacheni tunene uzuri wa Mungu wetu. Let us tell them what Jesus came to do. Tuwaambie kile ambacho Yesu alikuja Let us tell kufanya. them that he died for their sins. Wacha tuwaambie Yesu alikufa kwa sababu ya dhambi zao. Let us tell them that the Father loved them so much that he had to die himself for their sake. Tuwaambie Yesu aliwapenda zaidi ikabidi afe kwa ajili ya dhambi zao. Because he wanted to bring them back, Kwa sababu alitaka to kuwarejesha. restore them back to himself. Kuwarejesha kwake. We are restorers Sisi ni warejeshaji of God's people. wa watu wa Mungu. Even those who have gone astray, Hata wale ambao yet wamepotoka they have received the love of our Lord Jesus Christ. na wamepokea upendo wa Bwana wetu And they Yesu are born Kristo again. na wameokoka And they have gone astray. na hata We wamepotoka. should bring them back in love. Twapaswa tuwarejeshe katika upendo. Talk good about that God. Nena uzuri wa Talk huyo good Mungu about our Heavenly Father. na hata unene uzuri wa Mungu Tell wetu wa them that He is a mbinguni. merciful God. Mwambie ni Mungu wa Tell them rehema. that He is full of grace. Mwambie amejawa na Tell them neema. that He loves them so much. Waambie Mungu anawapenda Some sana. of them could be drunkards. Wengine wanaweza kuwa ni walevi. Unajua juzi tu nikiwa asubuhi nimeenda kutembea tembea kidogo, nikakutana na kijana mmoja na nimekutana naye mara kadhaa. A very handsome young man, brown, a little bit taller than me, but I always found him drunk. Kijana ambaye anakaa maridadi, lakini kila wakati nakutana naye akiwa mlevi. And one day I met him with the wife. Na siku moja nikakutana naye akiwa na mke wake. And I saw a very beautiful wife. Nikaona mke mrembo. So one day we met. Siku moja tukakutana. It's not long time ago. Sio kitambo.
It's about a week ago. Ni kama juma moja limepita. And I was walking. Nilikuwa natembea. When I saw him, I stopped and I smiled. Nilipomwona nikasimama na And nikatabasamu. I looked at him. Na nikamtazama. You know what I told him? Unajua vile nilimwambia? When I look at you, I can see God who created me. Ninapokutazama naona Mungu aliyekuumba. You have been created Wewe umeumbwa in a very magnificent way. kwa njia ya kushangaza. You are wonderfully Wewe umeumbwa kwa njia ya ajabu. created by God. Umeumbwa na Mungu. You are the image of God. Wewe ni sura ya Mungu. You have what it takes. Una kile kinachohitajika. You know what is happening? Unajua ni nini kinatendeka? You have missed just a small mark. Wewe umepoteza tu alama kidogo. But this morning God is calling you. Lakini asubuhi ya leo Mungu He anakuita. wants to speak with you. Anataka kunena na wewe. And I think he sent me. Na nadhani That's amenituma. why we had to meet Ndio sababu lazima where we tungekutana. have met today, Mahali tumekutana leo. so that I may tell you the good news of the kingdom. Ili nikuambie habari njema ya ufalme. Jesus died for you. Yesu alikufa kwa ajili yako. Jesus loves you. Yesu anakupenda. That young man started crying. Huyo kijana akaanza kulia. He told me, Daddy, Akaniambia, Daddy, I've never been told this before. Sijawahi ambiwa maneno kama haya. This is the second time you are touching my life. Sasa wewe ndio unaguza maisha yangu. And I am concerned. Na mimi ninahusika. Pray for me that I change. Niombee nibadilike. I don't want this kind of life. Mimi sitaki maisha kama haya. I want to be saved. Nataka kuokoka. I want to know that God. Nataka kumjua huyu And I Mungu. told him, God is in you. Nikamwambia Mungu ako ndani I don't yako. need to pray for you. Nahitaji tu All kukuombea. what you need to do Kile ambacho unahitaji is to kufanya tell him, I open up my heart to you. ni kumwambia nafungua moyo wangu Come kwako. in and help me. Njoo ndani yangu nisaidie. And he said, I have done so. Akaniambia nimefanya hivyo. May God help me. Na Mungu anisaidie. We need to talk to them. Tunapaswa kunena nao. We need to be close to them. Tunapaswa kuwa karibu nao. On Friday, Siku ya Ijumaa I was in a certain clinic, nilikuwa katika clinic fulani. and there were two young people. Kulikuwa na vijana wawili A pale. young lady Msichana mdogo and a young man. na kijana mdogo. And they have subbed me now it was the second time. Na wamenitumikia sasa, ilikuwa ni mara ya pili. I had taken back my googles to them. Nilikuwa nimepeleka miwani yangu kwao. And when they finished doing what they were doing, Walipomaliza kunihudumia, I asked them, would you like me to bless you? nikawauliza mnataka niwabariki? And they said yes. Wakasema ndio. So I looked at one of them. Nikatazama mmoja wao. That young man, I told him, you see what I see? There is something that I hear the Father telling me. Nikamwambia, unajua ni nini ninaona? Nasikia Baba akiniambia That you should not fear. Ya kwamba usiogope. Because God loves you. Kwa sababu Mungu anakupenda. And you are not going to die young. Na hautakufa ukiwa mchanga. He started shedding tears. Akaanza kutoa machozi. He looked at that lady. Nikatazama huyo msichana. No, he looked at the lady. Akamtazama huyo msichana. The partner that they work together. Huyu mfanyikazi mwenzake. And he said, see, I told you. Akamwambia, si nilikuambia? God has confirmed it. Mungu ametia muhuri. People need encouragement outside Watu there. wanahitaji kutiwa moyo kule nje. People need what? Encouragement. Because God has positioned you specifically where you are. Kwa sababu Mungu amekuweka kwa kusudi mahali uliko. To become help to others. Ili ufanyike msaada kwa wengine. We have not been told to condemn them. Hatujashawishiwa kuwahukumu. You may be shown something. Unaweza onyeshwa jambo. But there is a way you can express it. Lakini kuna njia ya kuielezea. And you leave that man or that woman in a sober mind, in a different thinking, and in a different way of seeing himself or herself. Na unaweza muelezea kwa njia ambayo itamfanya huyo mtu aweze kujiona yeye. Our work is to pour out the love of God into their lives. Kazi yetu ni kuwamwagia upendo wa Mungu katika maisha yao. And to bring them to the arena of knowledge of that God loves them. Na kuwaleta katika njia ya kujua upendo huu wa Mungu.
We have not been told to condemn. Hatujaitwa kuwahukumu. In any preaching, Hata katika when mahubiri, we go outside there, wakati tunaenda kule nje, don't remind them of what they do. usiwakumbushe kile ambacho walifanya. They know. Wanajua. Si ndio hiyo? They know. Wanajua. There is nobody who doesn't know. Hakuna mtu ambaye hajui. You don't tell me, you don't need to tell me what I'm doing, because when you see it, already I know. Haupaswi kuniambia kile ninakifanya, kwa sababu kabla uniambie ninajua kile ninakifanya. So don't condemn anybody. Kwa hivyo usimhukumu mtu yeyote. Bring the life of Christ. Leta uzima wa Kristo. If all of us we go outside there, Ikiwa sisi wote tunaweza toka kule nje and talk about the love of God in people's life, na tunene kuhusu upendo wa Mungu katika maisha ya watu, so many of them will get born again. wengi wataokoka. They will come to Jesus. Watakuja kwa Yesu. We have a mission Tuna tume to touch the nations, tuguza mataifa, not only Kenya, na sio Kenya peke but yake, also outside Kenya. na hata nje ya But we Kenya. must begin in Jerusalem. Lakini lazima tuanzie This Jerusalemu. is where Jerusalem is. Hapa ndipo Jerusalemu Let yetu us iko. begin there. Wacha tuanze Because pale. if you don't exercise it here, you will never be able to do it there. Kwa sababu kama hautaifanya hapa, hautaweza kuifanya kule nje. Let us show them the love of the Father, Wacha tuwaonyeshe upendo wa Baba, who is the creator of heaven and earth. ambaye ni muumbaji wa mbingu na dunia. Because it is good that way. Kwa sababu ni vema It pleases the heart of God. na inafurahisha moyo wa Mungu. Kindly give us 2 Corinthians chapter 5, Wakorintho wa pili 5, 11 to 12, 11 hadi 11 to 12. 21. Second Corinthians. Wakorintho wa pili Okay, let's read together. Give us from number 10, verse 10, kindly. This is what the Bible says. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive the thing done in the body according to what he has done, whether good or bad. 11. Knowing therefore the terror of the Lord, we persuade men, but we are well known to God. And I also trust are well known in your conscience or concerns. For we do not commend ourselves again to you, but give opportunity to boast on our behalf, that you may have an answer for those who boast in appearance and not in heart. So there are those who boast in appearance and not in hearts. Let's continue. For if we are beside ourselves, it is for God. Or if we are of sound mind, it is for you. For the love of Christ compels us, because we judge thus, that if one died for all, then all died. And he died for all, that those who live should live no longer for themselves, but of him who died for them and rose again. Let's pause a bit. Let's just pause there a bit. The Bible says, and he died for all, that those who live should live no longer for themselves, but him who died for them. We should not live for ourselves, hatupaswi kuishi kwa ajili yetu wenyewe, but we should live for the one who died for us. tunapaswa kuishi kwa sababu ya huyo ambaye alitufia, And after dying, he rose again. na baada ya kufa akafufuka tena. So Paul is giving a testimony that Christ, when he died, he never remained dead, but he rose again. Paulo anatoa ushuhuda na anasema ya kwamba Kristo alipokufa hakukaa
kaburini, lakini alifufuka tena. And so he died for all. He died for everybody. Kwa hivyo alitufia sisi wote. Died for those who are born again. Aliwakufia waliokuwa wameokoka. And died for those who are not born again. Na akafia ambao hawakuwa wameokoka. All of them, they belong to the same God. Wote ni wa Mungu mmoja. You may say he is my God. Unaweza sema ni Mungu wangu. But he is their God too. Na pia ni Mungu wao. And Christ died for them also. Na hata Kristo alikufa kwa ajili yao pia. And he rose again. Na akafufuka tena. Verse number 16, what does he say? Therefore, from now on, we regard no one according to the flesh. Even though we have known Christ according to the flesh, yet now we know him thus no longer. Therefore, from now on, this is instruction from Paul. Haya ni maagizo kutoka kwa Paulo. We regard no one according to the flesh. We should not judge people according to the flesh. Hatupaswi kuwahukumu watu kulingana na mwili. We should not judge people according to what we see. Hatupaswi kuwahukumu watu kulingana na kile ambacho tunaona. When we are talking to them about the love of God, Wakati tunawanenea kuhusu upendo wa Mungu, or the love of the Father. ama upendo wa Baba. 17, what does he say? Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become anew. So let us encourage even those who are getting born again. Wacha tuwatie moyo hata hawa ambao wanaokoka. They may not be able to respond as you responded. Wanaweza kosa kusimama kama vile wewe ulisimama. They may not, sometimes they may not grow as quickly as you grew. Wanaweza kosa kukua kwa haraka kama vile wewe ulikuwa. But the Bible is telling us that if anyone is in Christ, Lakini Biblia inatuambia yeyote aliye ndani ya Kristo, he is a new creation. yeye ni kiumbe kipya. And all things have passed away. Na mambo yote yamekwisha. Behold, all things have become anew. Tazama, mambo yote yamekuwa mapya. So those that receive Christ, when you preach to them, Wale ambao wanampokea Kristo wakati unawahubiria, they may not stand immediately. wanaweza kosa kusimama kwa haraka. They may not be like you immediately. Wanaweza kosa kuwa kama wewe kwa haraka. Because salvation is a journey. Kwa sababu wokovu ni safari. Just as God began a journey, Kama vile Mungu alianza safari, when he saw it was important for him to bring back the first man, our first Adam, to order. kama vile alivyoangalia Adamu wa kwanza kumrejesha katika mpangilio. He didn't speak to him. Hakumnenea. No. Hapana. He sat. He thought. Aliketi akafikiria. And he knew. Na akajua, My creation has been interfered with. uumbaji wangu umeingiliwa kati. The kingdom that I built Ufalme nilioujenga is on the verge of destruction. uko katika uharibifu. But I have come now. Lakini sasa nimekuja. Verse number 18, what does it say? Now all things are of God, who has reconciled us. Now all things are of God, who has reconciled us to himself through Jesus Christ, and has given us the ministry of reconciliation. Church, Kanisa, God has given us a ministry. Mungu ametupatia huduma. This is the ministry of reconciliation. Na ni huduma ya kurejesha. The love of Father has made it to be so. Upendo wa Baba umeufanya uwe hivyo. That you and me, Ya kwamba wewe nami we have been given a ministry of reconciliation. tumepewa huduma ya kurejesha. Bringing the books on the same page. Kuleta mambo yote katika upamoja. We have some work to do. Tuna kazi ya kufanya. We have to reconcile our sisters, our brothers, our aunties. Lazima tuwarejeshe ndugu zetu, Our dada zetu na hata children. shangazi zetu. Our children and our children's. Na watoto wetu na watoto We wetu. bring them back to God. Tuwarejeshe kwa We Mungu. reconcile them with Christ Tuwarejeshe kwa Kristo. by talking of the good news Kwa kunena habari iliyo njema of his death and resurrection. ya kufa kwake na kufufuka That he kwake, has power to save. ambayo ina nguvu za kuokoa. That God loves them so much. Ya kwamba Mungu anawapenda sana. That God cares for them. Ya kwamba Mungu anawashughulikia. It doesn't matter whether they are weak or not. Haijalishi ya kwamba ni wadhaifu ama si It is wadhaifu. not for you to judge. Si wewe wa Do kuhukumu. not give judgment. Usitoe hukumu. Just preach to them. Wewe wahubirie. Our ministry is to bring them back. Huduma yetu ni kuwarejesha. Back to Christ. Kuwarejesha kwa Because Kristo. we don't have power to save them. Kwa sababu hatujapewa nguvu ya But kuwaokoa. Christ
does. lakini Kristo ako nayo. Jesus does. Yesu uokoa. And he has given us the same ministry. Na ametupatia huduma hii. That's why he said, Ndio sababu anasema, as the Father sent me, kama vile Baba alivyonituma, so I also send you. nami pia nawatuma. Go and preach the same gospel. Endeni mkahubiri injili hii. Go and save souls. Endeni mkaokoe nafsi. Go and tell them about the good news. Endeni mkawaambie habari iliyo njema. Touch their lives. Guzeni maisha yao. Help them where you can. Wasaidie mahali mtaweza. When you look at them, unapowatazama, some of them will be hungry. wengine watakuwa na njaa. Buy them something to eat. Wanunulie chakula. I don't know how many times sijui ni mara ngapi I have met with such people. nimekutana na watu kama You hawa. talk to them, Ni unawanenea, and then they tell you, na kisha wanakuambia, I hear you, my brother. nakusikiza ndugu yangu, I hear you, my daddy. nakusikia baba yangu, But my stomach lakini tumbo yangu is empty. ni tupu. What do you do? Utafanya nini? You take them to the nearest hotel. Unawapeleka kwa hoteli iliyo karibu. Buy them what you can. Unawanunulia kile ambacho utaweza. That is the love of the Father. Huo ndio upendo wa Baba. You know, we are living in days Unajua tunaishi katika siku where people no longer care. mahali ambapo siku ambazo watu hawajali. But we should be concerned. Lakini tuwapaswa kuhusika. Because we have been given a ministry. Kwa sababu tumepewa huduma. And one day we will sit before the judgment seat. Na siku moja utakuwa mbele ya kiti cha hukumu. And you'll be asked. Na utaulizwa. When I gave you the ministry of reconciliation, wakati nilikupatia huduma ya kurejesha, how many people have you reconciled back to the Father? Ni watu wangapi umewarejesha kwa Baba? One day I preached to a young man. Siku moja nilihubiria kijana who was a crook. Ambaye alikuwa ni kijana mtundu. A man who was feared. Mtu ambaye alikuwa anaogopewa. And he found me in the midst of the work. Akanipata kazini. All the way at Kiawara on your way to Muiga. Kule Kiawara karibu Muiga. And when I looked at him, nilipomtazama, I started speaking to him. Nikaanza kumzungumzia. He had so much in his mind. Alikuwa na mambo mengi katika mawazo yake. And I looked at him straight in the eyes. Nikamtazama kwenye macho. I told him, young man, nikamwambia kijana, do you believe in the power of salvation? Je, unaamini katika nguvu za wokovu? And he told me, I'll believe because you are telling me. Akaniambia nitaamini kwa sababu unaniambia. And when I laid my hand on him, na nilipomwekelea mikono yangu, that young man started shaking. Huyo kijana akaanza kutetemeka. He shook violently. Akatetemeka kwa nguvu. And then he fell down. Na akaanguka chini. I took him. Nikamuinua. And I asked him, nikamuuliza, do you love God? Je, unampenda Mungu? Or do you like to change your life? Ungependa kubadilisha maisha yako? Or do you allow him to change your life? Je, unaweza mruhusu abadilishe maisha yako? I didn't condemn him. Mimi sikumhukumu. I knew his ways. Nilijua njia zake. But I told him, lakini nikamwambia, I love you so much. Nakupenda sana. I love you so much. Nakupenda sana. I love you so much. Nakupenda sana. And then he looked at me. Na yeye akanitazama. He told me, I have never heard akaniambia sijawahi sikia anybody telling me that. Mtu yeyote akiniambia hivyo. That young man, now he is a father. Sasa yeye ni baba. Till today, hadi leo, he's okay. Ako sawa. He has sustained his salvation. Amedumisha wokovu. And later he told me, the best thing that you did that day, na kisha akaniambia jambo lililo bora ambalo ulifanya siku hiyo, is to speak to me. Ni kuninenea. Now the Lord has helped me. Sasa Mungu amenisaidia. I am not a nobody. Mimi sio mtu bure. I am somebody. Mimi ni mtu. Known and respected. Na ninajulikana na heshimika. In the area that I live. Mahali ambapo ninaishi. We have been given a ministry. Give us verse 19. Tumepewa huduma. 19 quickly. He says that God who was in Christ reconciled the world to himself. Listen, just read it slowly. He says that, you know, this is a concentration of verse 18. That God was in Christ
reconciling the world to himself. Now, God Mungu was in Christ. alikuwa ndani ya Kristo. Do you know what that means? Unajua inamaanisha nini? It means Inamaanisha Jesus had two names. Yesu alikuwa na majina mawili. Jesus, the son of Mary, Yesu mwana wa Mary and Joseph, na Joseph, and Christ, who is God. na Kristo ambaye ni Mungu. Christ is God. Kristo ni Mungu. That's why the Bible said he came to live among the people. Ndiposa Biblia inasema akaja kuishi miongoni mwa watu. So the Bible says that God was in Christ reconciling the world to himself. Now, God was working in Christ as a body, a human body, Mungu alikuwa ndani ya Kristo akifanya kazi kama mwanadamu, which was not founded by the joy of a woman and a man, ambaye hakupatikana kwa furaha ya mwanamke na mwanaume, and not imputing their trespasses to them. Amen. Are you getting it? Not imputing what? Their trespasses. To who? To them. And has committed us the word of reconciliation. We are reconcilers. Sisi ni warejeshaji. Verse number 20, what does it say? Now then, we are ambassadors for Christ. As though God was pleading through us, we implore on Christ's behalf, be reconciled to God. The Bible says, now we are not ordinary men and women. Sisi sio wake na waume wa kawaida. Now we have been promoted to a higher level. Tumepelekwa katika kiwango cha juu. Now we are ambassadors for Christ. Sisi ni mabalozi wa Kristo. For Christ, as though God was pleading through us. Kama vile Kristo alikuwa anashawishi kutupitia, We implore you on Christ's behalf. We beseech you on Christ's behalf. Be reconciled to God. tunawasihi kwa niaba ya Kristo mrejeshwe kwa Mungu. Do you understand? Do you know who is an ambassador? Je, tunajua balozi ni nani? In Australia, Kule Australia, we have an ambassador of Kenya. balozi wa Kenya. And in Kenya, we Na- have an ambassador of Australia. Na hapa Kenya tuna balozi wa Australia. An ambassador Na balozi is not just a name. sio jina tu. When you have been chosen Wakati umechaguliwa and given duty na umepewa majukumu to become an ambassador of Kenya in Canada, kufanyika balozi wa Kenya pale Canada, that means when you are in that embassy, hiyo inamaanisha wakati katika hiyo embassy, that is Kenya. hapo ni Kenya. Na hata mwizi akiiba, akimbishwe, aingie kwa hiyo embassy, hawezi kumshika. Askari wa Canada hawezi kumshika kwa sababu ako Kenya. Tunaelewana? Yes. Na huyu ambassador, kitu cha kwanza, chakula chake kinalipwa na serikali ya Kenya akiwa Canada. Gari ambayo anaendesha ya kifahari ananunuliwa na serikali ya Kenya akiwa Canada. Nguo ambazo anafaa pamoja na jamii yake, kwa sababu anahama na jamii yake. Kwa nini anaacha mke wake? Ai karaga nao. Tunaelewana? Nasikia venye nasema? Wanavikwa na serikali ya Kenya. Na nyumba ambayo wanaishi kwa sababu halali kwa embassy inalipwa na serikali ya Kenya. Na kuna tumwa askari wa kuwalinda usiku na mchana. That is who you are. Wewe ni huyo balozi. Chakula chetu kinatoka kwa baba yetu. Mavazi yetu yanatoka kwa baba yetu. Amen. Tunaelewana? Na hata uzima wetu na afya yetu tunapewa na baba yetu. Amen.
Ndiposa Paulo akasema ya kwamba now then we are ambassadors for Christ. Sisi ni mabalozi wa Kristo. Let me tell you something else. Wacha nikwambie jambo. Now when you are in Canada, Wakati uko Canada, you cannot be able to come to Kenya. hauwezi kuja Kenya. You must see the ambassador to Kenya. You must visit their office Lazima utembelee balozi wa Kenya so that you can be given a visa. ili upate visa. Without visa you can't come to Kenya. Bila visa hawezi kuja And Kenya. without salvation you cannot go to heaven. Na bila wokovu hawezi enda mbinguni. So we should show them the best way they can attain their visas to heaven. Kwa hivyo lazima tuwaonyeshe njia iliyo bora wapate visa ya kwenda mbinguni. That's why we speak to them Ndio sababu tunawanenea as ambassadors, kama mabalozi, reconciliators. warejeshaji. We go and speak to them. Tunaenda We tunawanenea, beseech them tunawasihi and we tell them na tunawaambia without a visa to heaven bila visa ya mbinguni you will never be able to see your father. wewe hautaweza kumuona baba That's yako. why you need to receive Christ. Ndio sababu lazima umpokee Kristo. And Christ is calling you. Na Kristo anakuita. And Christ loves you. Na Kristo anakupenda. Unasikia venye nasema? Yeah. Wakati tulikuwa kienda South Africa mara ya kwanza, mimi sikuwa nimeenda tena. Lakini I had to get a visa. Lazima ningetafuta visa Kwa embassy ya South Africa, Kenya. Na tulienda na bishop. Na tukaenda tukakaa. Na nikafikiria pengine hata tutapewa. Lakini kukaa kidogo, tukaambiwa mrudi siku fulani, tukakuta visa iko. Tukapatiwa visa, tukaambiwa sasa mnaweza enda wapi? South Africa. Bila visa hauwezi enda mbinguni. Na visa ni damu ya Yesu ambayo imekuosha, ikakung'arisha, na wewe ukae ukiwa na hofu ya Mungu na uishi maisha matakatifu ili kila siku unakuwa kimawazo. Amen. Tunaelewana? Mungu ni mwerevu kutuliko. Give us 21. For he made him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in him. For he made him who knew no sin to be sin for us. Jesus Yesu became sin for us. alifanyika dhambi kwa ajili And he yetu. has become sin to those people who are not born again outside there. Na amefanyika dhambi kwa wale watu ambao Let hawajaokoka us kule nje. go and touch them with God's love, Wacheni twende tuwaguze na upendo wa Mungu. so that they may Ili know the love of the Father. waweze kujua upendo wa Baba. My people perish for lack of knowledge, Watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. says the Bible. Biblia inasema hivi. And because you have neglected Na kwa sababu mmekataa my knowledge, hekima yangu, and because you have refused my knowledge, na kwa sababu mmekataa maarifa I yangu, also refuse you nami pia na wakataa to become. mfanyike. So knowledge is power. Kwa hivyo kujua ni nguvu. Take that knowledge to them. At home, speak to them. Hata nyumbani tuwanenee. In your working place, speak to them. Kazini mwako wanenee. When you are walking, when you meet with one, talk to them. Unapotembea ukikutana na mmoja mnenee. This church is too small. Either of us can go outside there and preach the good news. Kanisa hili ni ndogo sana ikiwa sote tutatoka nje I na know tuhubiri we injili. have people who are gifted in that area. Na tunajua kuna watu ambao wamepewa kipawa katika mambo haya. But Ben alone cannot. Peter alone cannot. Peter peke yake hawezi. Kim alone cannot. Kim peke yake hawezi. But all of us, we have been given that ministry. Lakini sote tumepewa hii huduma. And we have been made to be his ambassadors. Na tumefanywa mabalozi wake. We should live for him. Tunafaa kuishi kwa ajili yake. We should understand who we are. Tunapaswa kuelewa sisi ni akina nani. And because it is Father's Day, Na kwa sababu ni siku ya kina baba, give us Ephesians chapter 5. tupatie Waefeso 5. Give us chapter 21 downward.
Give us chapter 20. Let's start from verse 20. Verse 20 of the same. Give us 19 kindly. Give us 18 now. And do not be drunk with wine, in which is dissipation, but be filled with the Holy Spirit. Do not be drunk with. What does the Bible say? Do you understand what it means? Do not be drunk with. Oh, okay. Let me not elaborate that. And do not be drunk with wine, in which is dissipation, but be filled with the Spirit. Verse 19, what does it say? Speaking to another, that you may be filled with the Holy Spirit. Ili ujazwe na Roho Mtakatifu. Speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Amen. Not to men. Si kwa wanadamu. Verse 20, what does it say? Giving thanks always for all things to God, the Father, in the name of our Lord Jesus Christ. Verse 21, what does it say? Submitting to one another in the fear of God. We should submit to one another. Tunapaswa in the fear kunyenyekeana of God. tukiwa na hofu ya Mungu. Don't just look at me Usinitazame tu and you start blaming me every time. na unaanza kunihukumu kila wakati. God has not called you to blame. Mungu hajakuita kulaumu. God has called us to live in peace. Mungu ametuita tuishi katika And amani. in harmony with one another as a family, because this is a family. Na kwa furaha na mmoja mwingine kama jamii, kwa sababu sisi ni jamii. And then we submit to one another in the fear of God. Verse 22. Na tunyenyekeane mmoja na mwingine katika hofu ya Mungu. And now here instruction begins. Paul is talking. He says, wives. So he begins with the wives. Anaanza na wake. Submit to your own husbands as to the Lord. And today, because today is Father's Day, Na kwa sababu leo ni siku ya kina baba, to all those ladies who are married, kwa wanawake wote ambao wameolewa, this is what God was speaking through Paul the apostle, and is speaking to us today the same word. Wives, submit to your own husband as to the Lord. hivi ndivyo Mungu anatunenea leo, ya kwamba wake tunyenyekee kwa waume wetu ni kama tunanyenyekea kwa Mungu. Submission is nothing but honor. Kunyenyekea ni kuheshimu. Honor is speaking kind words. Kuheshimu ni kunena maneno mazuri. Honor is causing your husband to be respected by his children. Kuheshimu ni kusababisha mume wako aheshimiwe na watoto wako. Honor is to know that he is my covering. Kuheshimu ni kutambua ya kwamba yeye ni kifuniko changu. To those who are married, Kwa wale ambao wameolewa, and those who are not married, na kwa wale ambao and hawajaolewa you'd like to get married, na ungependa kuolewa, there is still room for you. bado kuna nafasi kwako. All what you need to do Kile ambacho unahitaji is kufanya to ask the Father ni kumuuliza Baba to give you the rightful men akupatie mume ambaye who anafaa, will get married to you, ambaye to atakuoa, give you the rightful lady, ili akupatie a lady that will be after your own heart, mke ambaye atakuwa ni wa moyo wako, to get married to that person. uolewe na huyo mtu na umuoe. And he says, wife, you people, I know you. You are too strong. Na anasema nyinyi wake na wajua mna nguvu sana. Niseme kitu. There's a difference between power and influence. Kuna tofauti ya nguvu na uguzo. Women have been given influence. Wanawake wamepewa uguzo. Let me tell you, Wacha niwaambie, influence is more than power. uguzo una nguvu, unashinda nguvu. Hawa watu hawa wanaweza kupeleka mahali utaki kwenda. Wanakushika tu hivi na wewe unamfuata hivi mpaka unaenda hapo na ujui na unamfuata. Ni influence. Msicheze na hawa watu. Wanaume wenzangu,
Na wasihi katika jina la Yesu, tusifanye mchezo na hawa watu, kwa sababu Mungu mahali amewapatia nguvu kuliko nguvu. Kuna wakati na kanyaga polepo na kusikiza ground. Unaelewana? Kusikiza nini? Venye ili niwe on the safe side. Give us the next verse. What does it say? For the husband is the head of the wife, as also Christ is the head of the church, and he is the savior of the body. So your husband, Kwa hivyo mume wako is your head, ni kichwa chako and he is your savior. na ni mwokozi wako. As Christ is who? The head of the church, Kama vile Kristo alivyo kichwa cha and kanisa, also the what? The savior of the body. na pia ni mwokozi wa mwili. Give us 24. What does it say? Therefore, just as the church is subject to Christ, so let the wife be to their own husband in everything. In Everything, not in some things. In everything, submission is in. everything. When you do that, there is peace in the home. Unaponyenyekea kuna amani nyumbani. When you do that, the Holy Spirit will never leave your home. Wakati unanyenyekea, Roho Mtakatifu hatatoka katika nyumba yako. When you do that, God's blessing will remain in your home. Unaponyenyekea, baraka za Mungu zitadumu katika nyumba When yako. you do that, joy and Unaponyenye- jubilation will never cease in your home. Unaponyenyekea, furaha haitakoma katika nyumba yako. Let me give women secret. Wacha niwape wanawake siri. You can take your husband anywhere you want Unaweza mpeleka mume wako popote unapotaka, if you know the formula. ikiwa unajua You mpango, understand the formula. ikiwa unaelewa mpango. And I know the formula. Najua mpango, Know the formula. jua mpango. Know that she has strength also. Jua pia ana nguvu. Know that she was created just like you and he came out of you. Any man who hates his wife hates himself. Mwanaume ambaye anamchukia mke wake anajichukia yeye mwenyewe, And you also hate God. na pia anamchukia Mungu. And that's why our prayers sometimes are blocked. Na ndio sababu wakati mwingine maombi yetu yamepingwa, Because we don't kwa sababu understand God's way. hatuelewi njia ya Mungu. If you understand, Ikiwa tutaelewa, there will be smooth running. wewe utakuwa na njia Unajua kuna nyepesi. gari inaweza enda bila oil, ama kuna zenyu zinaendaga bila oil. Wale wana gari. Kuna zile zinaenda bila. James, kwa nini unanyamaza? Gari yako inaendaga bila oil? Oh. Na wewe ujue oil yako iko wapi, ili mambo yako inakuwa sawa sawa. Therefore, just as Jesus is the subject to grace, so the wife be to their own husband in everything. Now, verse 25. Husband, love your wives, just as Christ also loved the church and gave himself for her. And we, husbands, Na sisi waume we have been given power and authority. tumepewa nguvu na mamlaka, Power to change things. nguvu ya kubadilisha mambo. I don't need to pray the whole night. Sipaswi kuomba usiku mzima. I pray short prayer and things work in my home. Naomba maombi mafupi na mambo yanafanya kazi nyumbani kwangu. Because God has given me what is called power. Kwa sababu Mungu amenipatia nguvu. He has given me what is called authority. Amenipatia mamlaka. He has given me what is called leadership. Amenipatia uongozi. I'm a leader in my family. Mimi ni kiongozi katika And jamii when I yangu. speak to them, they must be quiet. Na ninaponena lazima They must wanyamaze. listen to what Father is saying. Lazima wasikize kile ambacho baba They anasema. may argue a little bit, Wanaweza bishana and I kidogo, will not talk when you argue. na sitaongea wakati I wanabishana. will keep quiet. Nitanyamaza. And then sometimes later, Na kisha baadaye you understand. Your utaelewa. eyes will be open. Macho yako And you say yatafunguka. what Daddy is saying is true. Na utasema kile dadi anasema ni This is kweli. what we need to do. Hivi ndivyo tunapaswa Today kufanya. is Father's Day. Leo ni siku ya kina We baba. must up our game. Lazima tuinuke Those who kiwango are kipya. quiet in their home, start speaking. Ambao wamenyamaza nyumbani kwao waanze kuongea.
Alefa nyasema. Kaide mwera doito. Wacha niwaambie watu wetu. Nikava mushiwe na kigui gitakugagai. Okira mushi utareke. You know, when I speak in English, it will not sound abusive. But when I put it in our language, people don't understand. It is not abusive. Sio matusi. You know, mother tongue, lugha ya mama, will speak to the mind. Inanenea mawazo. So when you speak in mother tongue, kwa hivyo wakati unanena kwa lugha ya mama, you are speaking to the minds. Unanenea mawazo. Unaelewana? But when you speak in foreign language, you speak to the heart. Lakini unaponena na lugha hizi nyingine unanenea moyo. What I mean is that make sure. Kile ninamaanisha ni ya kwamba hakikisha. Even if you may think that you are weak, you are not weak. Hata kama wewe unajiona wewe ni dhaifu, jua wewe sio dhaifu. There is nobody who can attack a home with a husband. Hakuna mtu ambaye anaweza ingia nyumba ya mtu mahali kuna mume. And if they want to come, they must be very careful. Na kama wataingia lazima wawe waangalifu. Because there is somebody there. Kwa sababu kuna mtu pale. Therefore pray your role. Kwa hivyo fanya majukumu yako. Let us be there. Wacha tuwe pale. Let us do what we are supposed to do. Wacha tufanye kile ambacho tunapaswa kukifanya. Let us love our God. Wacheni tumpende Mungu wetu. We must know what we are doing. Lazima tujue kile tunafanya. You see, Paul when he spoke to Titus, wakati alinenea Titus, or writing to Titus, ama akaandikia Titus, he gives Titus instruction. Alimpatia Titus maagizo. And he tells Titus, anamwambia Titus, teach the older women, wafundishe wanawake ambao wamekomaa, to teach the younger women, wawafundishe wanawake wachanga, so that things may be okay. Ili mambo yawe sawa. Teach them how to live with their husbands. Wafundishe jinsi ya kuishi na waume wao. Teach them how to talk to their husbands. Wafundishe jinsi ya kunena na waume wao. Teach them how to handle their husbands. Wafundishe jinsi ya kukaa na waume wao. And also men, na hata wanaume, teach your sons how to live with their wives. Fundisheni vijana wenu jinsi ya kuishi na wake wao. Because you have been there. Kwa sababu umekuwa pale. Because you understand the journey. Kwa sababu unaelewa safari. You can bring them somewhere. Unaweza waleta mahali. Mold them. Wachunge. Refine them. Wachunge. Tell them this is the way. Waambieni hii ndio njia. Yes. When you do it, you'll be happy. Utapofanya hivyo utakuwa mwenye furaha. I always speak to my daughter. Kila wakati mimi hunenea binti yangu. And I show her the way. Na ninamuonyesha njia. And I tell her, I'm your father, listen. Ninamwambia mimi ni baba yako, sikiza. This is what you're supposed to do. Hivi ndivyo unapaswa kufanya. Because I have been with your mother. Kwa sababu nimekuwa na mama yako. So there is something that I can tell you. Kwa hivyo kuna kitu ambacho naweza nikakwambia. That you make your husband to be happy. Ambacho kitamfurahisha mume wako. You make your husband to be honored. Ambacho kitafanya mume wako aheshimike. That is what God is calling us to do. Hivyo ndivyo Mungu anatuita tufanye. What do you think is the importance of church coming together? This is not just a gathering that we come together. No. Hili sio kusanyiko tu ambalo tunakusanyika, hapana. These are training grounds. Ni mahali pa kupewa mafunzo. So that you may be better at home. Ili tuwe watu wazuri kule nyumbani. So that things may be okay at home. Ili mambo yawe sawa nyumbani. That's where God is calling us. Ndio sababu Mungu anatuita. He knows where he is calling us. Anajua ni wapi anatuita. He understands what we should do. Anaelewa kile ambacho tunapaswa kukifanya. And we must do what is supposed to be done. Na ni lazima tukifanye ambacho kinastahili kufanywa. As I come to the close, give us 1 John. Ninapomalizia tupatie John, 1 John. 1 John. I'm finishing within the next 10 minutes. 1 John give us, okay, now, let's read together. Can we read together? Yes. Let me hear you reading it. Read. That which is from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled, concerning the word of life. So John says, that which from the beginning, which we have heard. Hicho ambacho tumesikia tangia mwanzo. He is saying, what I'm telling you is not new.
Anasema kile ambacho ninawaambia sio kipya. These are things that you know. Ni mambo mnayajua. Right from the beginning. Kuanzia pale mwanzo. And you have heard. Na mumeyasikia. And you have seen. Na mumeyaona. With your eyes. Na macho yenu. Which we have looked upon. Ambayo tumeyatazama. And our hands handled. Na mikono yetu imeyaguza. Concerning the word of life. Kuhusiana na neno la maisha la uzima. There is power in the word of God. Kuna nguvu katika neno la Mungu. The word of God has power to change. Neno la Mungu lina nguvu ya kubadilisha. Give us verse 2. What does it say? The life was manifested, and we have seen, and bear witness, and declare to you that eternal life which was with the Father was manifested to us. Whatever we wanted to know about the Father, kile ambacho tulitaka kujua kuhusu Baba, Jesus brought it to us. Yesu alileta kwetu. Now we can understand. Sasa tunaweza elewa. Verse 3, what does it say? That which we have seen, what we have seen and heard. Okay. Give us number 4. Okay, let's read again. And these things we write to you, that your joy may be full. Unaelewana? Take us to number 3 so that we understand. That which you have seen and heard, we declare to you. Now, what we have seen. Kile ambacho tumeona. And what we know. Na kile ambacho tunakijua, we declare to you. Tunakitangaza kwenu. That you also may have fellowship with us. And truly our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Now, what John is saying, kile ambacho John anasema, desire to have fellowship with the Father. Tamani kuwa na ushirika na Baba. Because the Father is inside Jesus. Kwa sababu Baba ako ndani ya Yesu. He is inside His Son. Ako ndani ya mwana wake, Jesus Christ. Yesu Kristo. 4 now. And these things we write to you, that your joy may be full. Now give us number 5. Haraka haraka. This is the message which I have heard from Him and declare to you, that God is light, and in Him there is no darkness at all. You gave us chapter 1. We need 1 John chapter 2. Say chapter 2. 1 John 2, not 1. Okay, now this is what I was looking for. But it's okay. Our knowledge has been increased. He says, my little children, these things I write to you, that you may not sin. And even one sins, we have an advocate with Father, Jesus, the righteous. Now, John is speaking to little children. Yes, John ananenea watoto wadogo. When you talk of children, unaposema watoto, we talk of the level of maturity. Tunanenea kiwango cha ukomavu. There are 3 levels. Kuna viwango vitatu. One, the level is the level of children. Kiwango cha kwanza ni kiwango cha watoto. The other level is the level of the young men. Kiwango cha pili ni kiwango cha wanaume ambao wanakuwa. Young men, young people. Watu wa umri wa kati. Wale wanakuwa. And the other level is the level of the Father. Na kiwango cha tatu ni kiwango cha Baba. So John says, my little children, this is a letter. My little children, these things I write to you so that you may not sin. I'm writing to you what I'm writing to you. I want to encourage you because you are born again. These were born again young people. They were young in salvation. Ni wale ambao tu walikuwa wameokoka, kwa hivyo walikuwa wachanga katika wokovu. They were young spiritually. Walikuwa wachanga kiroho. That is what John is referring to as children. Ndio sababu John anawaita watoto wadogo. Because all of us are not at the same level. Kwa sababu wote tuko katika kiwango kimoja. There are those who were born again long time ago. Kuna wale ambao waliokoka kitambo. There are those who followed later. Kuna wale ambao walifuata baadaye. And there are those who are getting born again. Na kuna wale ambao wanaokoka. And in this congregation we have such people. Na katika kusanyiko hili tuna watu kama hawa. So he starts writing to them. Kwa hivyo anaanza kuandikia hawa. And he says, and even if anyone sin, we have an advocate with the Father. He is telling them, when you sin, unapofanya dhambi, do not remain there. Usibaki pale. Move on.
songa mbele, rise up again, inuka tena, start the journey again. anza safari tena, Because you have got an advocate. kwa sababu una wakili. Speak to the advocate Nena na wakili, with the Father. ni Baba Jesus Yesu Christ the righteous. Kristo ambaye ni mtakatifu. Now I know you understand that the Father is in Jesus, who is Christ. That's what the Bible says. And even on sin, we have an advocate with the Father. So the Father is the advocate. Tunaelewana? Baba ndiye wakili With the Father. And Jesus Christ the righteous. na Yesu Kristo ambaye ni And so mtakatifu. Jesus Christ is the same. Okay, give us now the second one. And he himself is the proprietor for our sins, and not for our own, but also for the whole world. Now from there, give us 12. You can understand, you can read data at home. Give us verse 12. Second, 1 John 2:12. Okay, now he has started now writing, and he says, I write to you, little children, because your sins are forgiven. You're forgiven you for his name's sake. The other verse 13. I write to you, fathers, because you have known him who is from the beginning. Then he says, I write to you, young men, because you overcome the wicked one. I write to you, little children, because you have known him. Now, God begins by writing to the children, Anaanza kuandikia watoto wadogo, encouraging them. anawatia moyo. These are people that we should encourage in our church, those who are getting born again. Ndio sababu lazima tuwatie moyo ambao wanaokoka. That the journey of salvation is not easy, but God, when he is with you, all things are okay. Ya kwamba safari ya wokovu si rahisi, lakini Because Mungu they akiwa are pamoja nawe. young in spiritual life. Kwa sababu ni wachanga katika maisha ya What they kiroho. need is encouragement. Kile ambacho wanahitaji ni kutiwa moyo. Don't discourage those people who are young. Usiwashushe wale ambao ni wadogo. Hata ukikuta mpira umetoka nje kama vile Bishop anasema, mrudisha hiyo mpira kwa upendo. Sababu ni wachanga bado. Hawajaelewa hii mambo. Hii mambo haijafanya nini? Hajaingia. Na ukiona oda ambayo John ameandika nao, ameanza na watoto, akarudi akalete baba. Akasema, I write to you, Father, because you have known him who is from the beginning. Yani he is telling him, a father understands what the young ministers, the young or the newly born Christians behave. Baba He understands anaelewa. because he was there. Baba anaelewa wale ambao wameokoka majuzi vile ambavyo wanafanya kwa sababu amekuwepo. Mtu huwezi uliza mtu njia ambaye hajapitia hiyo njia. Unauliza yule amepitia nini? Hiyo njia. Kwa hivyo baba amepitia njia, ndio anaandikiwa. John anaandikia watoto, anawaambia msiogope, najua tayari mmempokea Yesu, na mkishakwisha kumpokea Yesu, dhambi zenyu pia zimefanya nini? Zimeondolewa, na sasa Mungu aliye baba wenu yuko ndani yenu. Kwa hivyo hata mambo yakiharibika, ukiona kama umelemewa, usiondoke wokovu. Kaa hapo hapo, kwa sababu wokovu ambao uliokolewa nao unadumu na hauwezi kuondolewa. Unaelewana? And he is encouraging the little children, the young in moyo faith. watoto. Continue the journey. Endeleeni na safari. You are making it. Mtafaulu. That's why the Bible says, if anyone says that he does not sin, 1, he makes God to be who? A liar. 2, he makes himself what? A liar. You deceive yourself. Number 1, you Unajidanganya. deceive yourself. And Unajidanganya. then you make God to be a liar. Unajidanganya kisha unamfanya And then Mungu he awe says, mwongo. but if you confess your sin, Lakini ikiwa utakiri dhambi then zako, God is faithful and righteous to cleanse you from all unrighteousness. Mungu ni mwaminifu kukuosha na kukutakasa. Kwa hivyo nini unatakana kufanya? Ni kurudi kwake mbio kwa magoti, umuite, umwambie, Bwana nisamehe na unisaidie, na hii unisaidie nisirudie tena. Mwaniangalia kwani nyinyi mjae anguka?
Unajua sasa nyinyi ni you are holier than thou apart from me. Apart from who? From me. Let me tell you, there is no one who is perfect in this life. Hakuna mtu ambaye ni kamili katika maisha haya. This is the reality. Huu ndio ukweli. We live by his grace. Tunaishi kwa neema. Some of the things we don't do because of the grace. Mambo mengine hatuyafanyi kwa sababu ya There are neema. some things we just say loudly, uka na kanua. Unatangaza na mdomo wako haraka. Digo die na kou. Mambo mengine unatangaza, unasema sitafanya na sitaenda. Lakini umesukumwa na mwili. Kwa nini msemi kwa nguvu? Unasukumwa na nini? Na mwili. Kwa nini mnaogopa kusema kusukuma? Mwili inasukumaga watu. Mwili. Na mimi najua inasukumaga watu. Na hata mimi usukumwa na mwili. Lakini naiambia mwili wewe kufanya nini? Sitakutii. Nimekataa. Kwa sababu kuna yule ambaye nitazama. Na ninaanza njia nafika hapa alafu nasema ngodi godi na huko. Gejoke na huko. Lakini wewe sababu fanya hivi ni sawa. So, and then anasema, I write to you young men because you have overcome the wicked one. I write to you little children because you have known the Father. So, he comes and he writes to the young people. Anawaandikia vijana. Anawaambia baba nimekuandikia ili una uwezo wa kushauri wale ambao wako chini yako. Wale ambao wameokoka karibuni, wewe uliokoka zamani, wale ambao wanaokoka na kuweka hapo na kuita baba ama unaitwa mama. It is fathers and mother. If everything that was Jesus said was written, we would not have a Bible to contain the words. Kama Yesu maneno ambayo Yesu alinena yote yangeandikwa katika Biblia hatungekuwa nayo. As he speaks to the Father, he's also speaking to the mothers. Write to you young men because you have overcome. Yani nyinyi mmeshinda tamaa ambazo zinawasukuma. Nyinyi vijana, mahali mmefika kiwango chenyu, nyinyi ni bora kuliko watoto wadogo kwa sababu kiwango chenyu ni cha juu na mmekuwa kiroho kuliko wale ambao wadogo. Kwa hivyo kuna mambo ambao mnaweza kuyastahimili katika maisha yenu na muweze kuishi maisha ya uteua ndani ya Mungu na kutembea na Mungu kwa njia za haki, kwa njia za kweli, kwa njia za kuhofu huyo Mungu. Anasema ndio nawaandikieni nyinyi vijana kwa sababu mmeshinda uovu wote. Mmemshinda yule ambayo ni muovu ambaye ni shetani. Mumesema hapana. You resist, the Bible says resist the devil and you flee away from you. When you resist him, you do what? Resist the devil and he will flee from you. Yes, James alisema, si usome kwa kitabu ya James. Utaipata iko hapo. Yakobo. Soma hapo. Utaipata. Alisema nini? Alisema mambo ukiona ni magumu, lazima umkatae shetani. Kwa sababu shetani kila wakati yuko hapa. Unafikiria aendagi na wewe kwenye nyumbani? Anakuwa hapo. Ni vile unamfukuza unamwambia nenda usikae hapa. Na una nafasi katika nyumba yangu. Yaani ukimwambia marara jua na hapa mimi sihitaji, atatoka atoroke. Si ndio hiyo? Kwa hivyo anasema hivi, you have come the week, I write to you little children. Then I write to you big children because you have known the Father. Now I write to you little children because watoto wadogo. You know the, kwa sababu tayari mmemjua Baba. Verse 14 nasema nini? And anasema I have written to you fathers because you have known him. Unaona sasa baba ameandikiwa tena. Anasema I have written to you fathers, not one father. You fathers. And I include you mothers. I write to you fathers because you have known him who is from the beginning. Yani nyinyi kina baba mmeishi katika wokovu, mnajua njia za Mungu, mnajua kuomba, mnajua maandiko, unaweza kuzungumza na watu bila kuangalia Biblia na uwahubirie injili na waweze kuipokea na waelewe unasema ni kwa sababu hii safari umekuweko miaka mingi, una ujuzi. Ni kama driver ambaye amekuwa kwa barabara miaka mingi. Kuna tofauti ya driver ambaye alianza kuendesha gari jana Kim. Na yule ambaye amekuwa akiendesha gari. Sasa ulikuta nikiendesha gari. Unaweza kimbia sana.
Na mimi nakutazama siku nyingine kwambia na usikimbie, upunguze mwendo. Hiyo speed ni ya juu sana, usikimbie hivyo. Na mimi ukimbia. Lakini uwe mwangali kwa sababu ya ujuzi wa kuendesha nini? Gari. Yaani umeendesha miaka mingi mpaka unajua. Na kama wewe umejua basi umeendesha ndege miaka mingi. Kwa hivyo anasema you have known him from the beginning. You have been there. And I have written to you young men now, you are strong. And the word of God abides in you. And you have overcome the wicked one. Now the young people who are here. Vijana ambao wako hapa. Because you are the level next to the fathers. Kwa sababu mko kiwango karibu na cha baba. God is telling you. Mungu anawaambia. I'm writing to you. Na waandikieni. He is speaking to you. Anawanenea. And he is telling you because you are young and you are strong. Anawaandikia kwa sababu nyinyi mna nguvu. When people are strong they can do wonders. Wakati watu wana nguvu wanaweza fanya mambo makuu. A strong man. Watu wenye nguvu. Si mnakumbuka mtu ambaye alikuwa kitako nani? Samson. Ambaye alienda akangoa malango ya Itura. Kaiwekelea hapa alafu akatembea nayo na asikii kama kuna weight. Kwa sababu ana nguvu. Ile nguvu nilikuwa nayo miaka ambayo imepita 10. Si hiyo nguvu niko nayo leo. Hata kama nimepewa nguvu na akili zangu ni timamu na bado niko sawa. Lakini huyu anaambia wewe ni kijana. Sasa anza kukanyaga hatua za baba yako wa imani na yale ambayo anayafanya yanapendeza Mungu, na wewe uanze kufanya kama hivyo kwa sababu wewe ndio the next father. So our young people who are here, vijana wetu ambao wako hapa, we are looking unto you. Tunawatazama. Because you are the next in the generation. Kwa sababu nyinyi ndio mnafuata katika kizazi. It is written in the book of Acts chapter 13. Imeandikwa katika Matendo ya Mitume. That after David, baada ya Daudi had served his generation, kutumikia kizazi chake, naye akakusanywa na baba zake. Ni nani alichukua uongozi? Solomon. And after Solomon, na baada ya Solomon, after he had done all things that he wanted to do in this life, baada ya kufanya mambo yote ambayo alihitajika kuyafanya katika maisha haya, naye pia akakusanywa na baba zake. Na Rehoboam was given akapatiwa uongozi to continue with it. Aendeleze. We are in transition. Tuko katika kupita. All of us. Sisi wote. So the young one who are called the little children. Kwa hivyo hawa ni wachanga ambao wanaitwa watoto wadogo. Do your homework. Fanyeni kazi yenu. Those who are young men, ambao ni vijana, that is young men both male and female, vijana kwa wasichana, stand at the gate. Simameni katika malango. Study the word of God. Lisomeni neno la Mungu. Continue to desire to hear God in your life. Endeleeni kutamani kusikia Mungu katika maisha yenu. Continue to love God in your life. Endeleeni kumpenda Mungu katika maisha yenu. So that when the opportunity comes for you to take over, ili wakati utakapofika wenyu wa kuchukua, you make sense in the congregation. Mutaweza kuwasilisha katika makundi. May the word of God abide in our lives. Na neno la Bwana lidumu katika maisha yetu. May we become the hearer of the word. Tufanyike wanaosikia neno la Mungu. And not only the doers. May you walk in the favor of God. Tutembee katika kibali cha Mungu. May God open your eyes to see. Bwana ayafungue macho yenu kuona. So that you can walk in the right way. Ili tutembee katika njia iliyo sawa. May God increase you. Na Bwana awaongeze in the knowledge that is in Christ Jesus. Katika kumjua Kristo Yesu. May the love of God abide in our lives. Na upendo wa Bwana ukae maishani mwetu. May you become that which God created you to be. Na ufanyike kile ambacho Mungu alikusudia ufanyike. So that you may complete your assignment successfully. Ili umalize tume yako kwa ushindi. I bless you with the blessing of our Father. Na wabariki na baraka ya Baba. In the name of the Father. Kwa jina la Bwana. The Son. Na Mwana. And the Holy Spirit. Na la Roho Mtakatifu. I have declared it. Na tangaza. It is heard in heaven. Imesikika mbinguni. It's happening on earth. Inatendeka duniani. Those people who have been desiring. Wale ambao wamekuwa wakitamani. To get married. Kuolewa. May God cause you.
Na Bwana asababishe to meet with your Boaz. kutane na Boaz wenu. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. And those women, na wale wanawake, those men who have been desiring wanaume ambao wametamani to get married, kuoa, may God cause you na Bwana asababishe to meet you with your Ruth. Kutane na Ruth wenu. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. I bless you. Na wabariki. 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 With the heavenly blessings. Na baraka za mbinguni. Blessings that do not add pain in your life. Baraka ambazo haziongezi uchungu katika maisha yenu. Blessings that don't bring rejections in your life. Baraka ambazo hazitaleta kukataliwa katika maisha yenu. Blessings that makes you to be strong in your life. Baraka ambazo zitafanya muwe na nguvu katika maisha Blessing yenu. that brings a shift in your mind. Baraka ambazo zitawaingiza katika kiwango May kipya. God open the doors that are closed before you. Na Bwana afungue malango ambayo yamefungwa. May every crooked way be straightened by the Kila Father. njia iliyo kombo inyooke. May God break down the doors that are closed. Na Bwana avunje malango ambayo yamefungwa. With the locks of bronze. Na locks za bronze. And iron. Na chuma. And give you na wapatie the riches utajiri that are hidden in the darkness. ambao umefichwa katika giza. I love you in the Lord. Na wapenda na upendo wa Mungu. I love you in the Lord. Na wapenda katika Bwana. Hallelujah. Hallelujah.